ametupigania, maana Mungu ametutetea, maana Mungu ametushindia, maana Mungu ametufanya udhari, maana Mungu ametufanya wapekee, ametufanya watu tofauti. Katusimamie Bwana, katusimamie Yesu, kwa siku yako, kwa baraka zako, kwa neema yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina lako litukuzwe. Amen. Naomba wote mshikane mikono, mtengeneze duara kutoka kule msumbuje. Tunatengeneza hekima ya Mungu katika umoja. Jina la Mungu. Haleluya. Tengeneza duara, tunaenda kuunganisha roho ya ushirikiano chuma. Tunapotengeneza cheni hii ili isiweze kuvunjika. Jina la Mungu litukuzwe. Amen. Jua katika Mungu leo cheni na ufungo mahali hapa imezungumzwa katika kitabu cha Ufunuo. Amina. Amen. Kama ilifungwa duniani, tunaamini limefungwa na mbinguni. Jina la Mungu litukuzwe. Amen. Amini sasa. Ule mzunguko uliotengeneza leo, unaenda kwa mzunguko imara juu ya maisha yako. Unaenda kwa mzunguko imara juu ya kila hitaji lako. Juu ya kila biashara unayofanya itakuwa na mzunguko. Ukiamini imekuwa. Amen. Jina la Mungu litukuzwe. Amen. Unapoamini imekuwa. Maana kusudi la Mungu likupatia. Kukupatia wewe hitaji lako. Jina la Mungu litukuzwe. Amen. Ni masaa tumebakiwa na dakika sasa tukihesabu kwa ushindi huu. Amina. Nadhani tuna kama dakika 45. Tunaendelea kumwita Bwana akatukumbuke juu ya maisha yetu. Sisi tusio wale tuliotengenezewa mauti, tusio wale tuliotengenezewa kifo. Ukoo umekaa kusema na kuchagua ni nani ateuliwe kwa ajili ya kafara ya mwanzo wa mwaka. Sema sitaki kuanzia sasa. Jina la Mungu litukuzwe. Amen. Jina la Mungu litukuzwe. Maana Mungu anaenda kushiriki muunganiko huu pamoja na wewe. Kwa ushindi na kwa sauti, mwite Bwana kwa upekee kabisa. Sauti yako ikafike mbele za Mungu. Amina. Jina la Mungu litukuzwe. Haleluya. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante kwa neema yako. Asante kwa kusudi lako. Asante kwa upendo wako. Ee Yesu. Ee Yesu. Maana umenikumbuka. Maana umenipenda. Maana umenichagua. Mimi kwa niaba ya familia yangu.
ni mwisho. Maana huko mtaani ninaonekana mimi mkosi, lakini leo kwa sauti yangu ninanena ushindi, kaisimamishe neno langu la ushindi juu ya kichwa changu. Ninatengeneza kusudi lako ni upendo, kusudi lako ni amani. Bwana Yesu, mimi si yule ninaomba ninapovuka mwaka huu, ninahitaji kipawa changu ndani yangu kinachoishi kwa jina lako kikaendelezwe, hata kama hakikuonekana, lakini kesho kikashirike. Nikiwa kwenye maombi nikaoneshwe maana neema usipitika ikiwa maombi. Bwana Yesu, neno lako ni moto, neno lako ni panga, neno lako ni fimbo. Nitatembelea hata nitakapoitwa mlemavu, neno lako nitatembelea. Bwana Yesu, kusudi lako liishi daima. Kipawa changu cha uimbaji, cha uhubiri, cha uongeaji, cha ushauri, kipawa chenye baraka 2026 kikawa ni kipawa chenye kushirika, hata kama hakikuonekana, lakini Bwana anasema nawe kikaonekane na kikapatiwe watu wa kukiendeleza maisha yangu, wakapatiwe nafasi ya kuendelezwa. Maombi haya yanaamsha ndani yangu, maana ninaomba huku nikiwa ninaona kusudi langu. Asante Bwana uliyenikirimia taji ya uzima. Baba, kuna neno linasema juu ya maandiko yako kuwa mimi jina langu mahali popote limeandikwa juu ya kitabu cha hukumu cha mauti. Leo hii ninatumia andiko hili juu ya kitabu cha Isaya
wakusimama juu ya maisha yangu. Achilia hiyo cheni ya upendo simama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina lake libarikiwe. Amen. Tunajua tunaomba maombi ya ufunuo ambao Mungu atufunulia mambo zaidi na mengi zaidi. Amina. Amen. Nataka nikaseme na neno lake kweli na hakika. Amina. Amen. Jina lake libarikiwe. Amen. Maana kusudi la Mungu limeketi katika kweli. Nataka tukaombe ulinzi. Tukaombe ulinzi juu ya neema ya Mungu. Tukaombe ulinzi juu ya kibali cha Mungu. Tukaombe ulinzi juu ya utukufu wa Mungu. Jina lake libarikiwe. Maana ni kusudi lake. Ni kusudi lake. Tukisoma neno letu la leo tutajifunza linasema shukrani na rehema za Mungu 2025. Maana Mungu amekufanya wa pekee, alikufanya wa tofauti. Lazima utoe shukrani mbele za Mungu. Lazima umshukuru Mungu juu ya yote aliyokutendea. Jina lake libarikiwe. Maana Mungu alikufanya hodari. Hivyo Mungu amekupendelea sana. Lakini kuna andiko hapa linasema ni kwa rehema za Bwana kwamba atuangalie. Kwa kuwa huruma zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Jina lake libarikiwe. Amen. Rehema zake Mungu hazikomi. Uaminifu ni mkuu. Jina lake libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hayo maneno ya Mungu yanazungumzia vitu ndani katika kusudi lake. Kwa sababu maisha yetu sisi yanahitaji rehema za Mungu. Ndio maana tunakiri katika shangwe, tunakiri katika maamuzi matakatifu pekee. Maana ndipo lilipo neno la Mungu. Haleluya. Amen. Jina lake libarikiwe. Amen. Kabla tujifunza, naomba tutaomba kwa maombi ya ulinzi. Kisha tutapumzika, tutaketi, tutajifunza neno la Mungu wakati tunaelekea kupokea mwaka mpya. Jina lake libarikiwe. Amen. Alipo Roho yote yanawezekana. Alipo Roho yanawezekana. Yote sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako, kwa upendo wako, maana ninajua unanipenda sana zaidi ya kila kitu unachokipenda. Umenipenda mimi hata ukanifia msalabani kwa ajili ya upendo wako. Bwana Yesu, kanikumbuke, ninaomba damu yako ya samani, damu yako ya amani iwe juu yangu, iwe juu yangu, mbele yangu, nyuma yangu, kulia kwangu, kushoto kwangu, juu hata chini. Ninaomba damu ya Yesu ikawe ulinzi, ikawe ulinzi, ikawe ulinzi. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, ninakuomba mimi mtoto wako nikumbuke juu ya upendo huu ulionipenda. Ninaomba, ninaagana
Yesu, na ule Yesu, na ule Yesu. Hiyo Bwana nikumbuke, maana kusudi lako ni kweli na hakika. Ushindi, maana ninatambua kusudi lako Bwana, huko nami. Ushindi huu huko juu yangu, mamlaka haya yako juu yangu, kusudi hili liko juu yangu. Nikumbuke kila wakati, nisiwe wa kulia, bali Bwana nipe kicheko kila wakati, nisiwe wa huzuni, bali Bwana nipe faraja, bali neema yako ikijaza hivi ndani yangu kuliko mwanzo. Hivyo nikumbuke kwa neema zako. Nachukua nafasi wakati nimesoma kitabu cha Maombolezo 3:22, nasema ni kwa neema za Bwana kwamba hatuangamii. Ni kwa neema za Bwana ya kwamba hatuangamii. Jina Bwana barikiwe. Kwa kuwa huruma zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Jina Bwana barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kusema neno hili tunazungumzia ile maisha ambayo tumekuwa tukiishi kwa nyakati zote tofauti, ya kwamba rehema zake Bwana hazikomi, pia ni mpya kila asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Mungu ana kusudi na maisha yako, ndio maana rehema zake hazikomi kwako. Mungu ana maana kuu juu ya huduma yako, ndio maana rehema zake hazikomi juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana kusudi la Mungu limejaa rehema, kusudi la Mungu limebeba kibali. Haleluya. Amen. Jina lake barikiwe. Amen. Tunapoingia mwaka 2026, wakati mwafaka wa kutafakari na kumshukuru Mungu kwa wema wake. Jina lake barikiwe. Amen. Tumepitia mengi mazuri na magumu, lakini Mungu ametuvisha wala hajatuacha. Jina lake barikiwe. Amen. Mungu haituvisha utukufu, anaenda kutuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Haituvisha ulinzi, anaenda kutuvusha na. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake barikiwe. Amen. Jina lake barikiwe. Amen. Maana neema zake ni kuu. Ndio maana tunaishi katika kusudi la Mungu, kwa sababu maisha yetu ili yaweze kusogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni lazima kusudi la Mungu liwe ni kusudi lenye rehema, liwe ni kusudi lenye maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake barikiwe. Kama mwaka huu 2025 uliishi maisha ya kujinyanyasa mwenyewe, rehema za Mungu kuziona hata kama zilikuwepo, ulijitesa mwenyewe kwa kujiona haufai, kwa kuwa rehema za Mungu hazikuonekana kwako, ni wakati wako. Jina lake barikiwe. Sema ni wakati wangu. Ni wakati wangu. Sema ni wakati wangu. Yes. Maisha yetu hili ya kwetu leo inahitaji nafasi ya kupewa rehema na Mungu. Jina lake barikiwe. Maisha yetu hili
Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana liinuliwe. Maana ametupa nafasi tena upya. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana libarikiwe. Ni nafasi ya upendeleo hii umepewa siku ya leo. Ni nafasi ya kibali hii umepewa siku ya leo. Amen. Amen. Anapewa nafasi. Mshangilie Bwana kwa makofi. Maana anakupendelea. Amekupendelea inawezekana kwenye nyumba yako, kwenye ukoo, kwenye familia. Wewe pekee unaonekana kuimarika. Jina Bwana libarikiwe. Kusudi lako na Mungu linaimarishwa. Jina Bwana libarikiwe. Maana tunalitafakari wenyewe kwamba kusudi yetu wenyewe hatukulitazama kusudi la Mungu. Ndio maana rehema za Mungu hazikuonekana juu ya maisha yetu. Jina Bwana libarikiwe. Habari ya kwamba ninavuka mwaka kwa ushuhuda mkuu wa Mungu. Rehema za Mungu zilizokuwa ndani mwangu tangu mwaka 2025 ndizo rehema za Mungu ambazo ninakuanza nazo 2026. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana liinuliwe. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Maana amekushindia kwa upendo. Haleluya. Shukrani na kulitambua tendo la Mungu kutuhudumia kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kama huamini katika kila jambo Mungu analolitenda ni shukrani. Lililofanyika kwa tendo la baraka mbele za Mungu. Kila siku atakuhudumia. Na kila wakati atakubariki. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Haleluya. Maana ya shukrani kwa Mungu ni kutambua kwa kila tulicho nacho kimetoka kwa Mungu. Kila tulicho nacho kimetoka kwa Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Maana ya shukrani kwa Mungu ni kutambua kila tulicho nacho kimetoka kwa Mungu. Kimetoka kwa Mungu. Kila tulicho nacho kimetoka kwa Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Ndio maana kuu ya shukrani. Amen. Tasoma Yakobo 1. Yakobo 1:17 inasema kila kutoa kuliko kwema. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Jina Bwana libarikiwe. Kila kutoa kuliko kwema. Kutoa kuliko kwema. Jina Bwana libarikiwe. Inawezekana mtu asisikie vizuri. Kuliko kwema, yani utoaji wenye usio na mawaa tunaweza kuita. Jina Bwana libarikiwe. Ya kutoa kuliko kwema kwenye baraka. Yaani utoaji wenye mvuto. Bwana Yesu asifiwe. Ni utoaji ambao Mungu kubariki mwenyewe toka mbinguni. Jina Bwana libarikiwe. Hata vile unavyotoa anasema hakikupa havitapotea wala hata havitageuka vitaishi juu yako. Amina. Jina Bwana libarikiwe. Kwa mwingine anasema mimi nitoa na kumbuka vitapungua. Vikipungua havitarudi tena. Umevitoa hivyo. Kwa tunaambiwa kutoa kwako kuliko kwenu Mungu ukubariki. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana liinuliwe. Haleluya. Ni tabia ya kumpa Mungu utukufu kwa yote aliyotenda. Shukrani huimarisha uhusiano wetu na Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Hiyo ni shukrani. Inaimarisha uhusiano wako wewe na Mungu. Kwa kesho ni siku yako ya kumshukuru Mungu. Juu ya yote ambayo halikutendea. Juu ya yote ambayo halikufariji. Juu ya yote ambayo halifanya ambayo kwa yale yako nje ya uwezo wako. Kampe nafasi Kristo, kampe nafasi Mungu mwenyewe hakufanyie rehema.
kumshukuru. Siku ya Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kamshukuru Mungu kwa yale mema aliyotenda maishani mwako. Jina la Bwana libarikiwe. Kamshukuru Mungu kwa sababu ameokoa maisha yako kwenye mauti. Ameokoa maisha yako kwenye kifo ambacho kilitengenezwa as a wish. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mungu kakusudia afya njema, kakusudia rehema nyingi, kakusudia mafanikio mazuri, ndio maana akakufisha kwa ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo ni kusudi la Mungu, sio mwanadamu. Kumshukuru kwa anayokutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kama una sadaka yako ambayo unaamini unatoa kwa wema wako, na sadaka yako ni sadaka iliyobarikiwa mbele za Mungu, amini tu ya kwamba haitageuka. Hakuna mtu anasema hautobarikiwa, utabarikiwa maradufu. Kazi ya Mungu ambayo inakubariki, kazi ya Mungu atakapopendeza kukubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Niko nazungumzia kitu kinasema maana ya shukrani kwa Mungu. Kuna mtu mwingine anajiuliza, rehema za Mungu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Rehema za Mungu anasema ni upendo usiostahili kutoka kwa Mungu. Rehema za Mungu ni upendo ambao haukustahili kutoka kwa nani? Amekurehemu. Unastahili kupata. Unasema mimi Mungu ni Mungu wangu, utapata tu. Jina la Bwana libarikiwe. Hanakurehemu kwa sababu hukustahili. Ila amekufanya unastahili kwa nini? Rehema. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unatembea kiroho, utajifisha utukufu wa Mungu kwa sababu unaringa na kujifunia utukufu wake. Haleluya. Rehema ni msamaha, uvumilivu na neema anazotupatia licha ya udhaifu wetu. Ndio sisi ni dhaifu, lakini Mungu anatuvumilia, anatusamehe. Isivyo kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Maana Mungu amebeba kusudi letu la amani. Mungu amebeba kusudi letu katika maisha yetu. Habibuni unapofunga 2025, unapofunga 2025 kwenda na 26, weka mipango sahihi juu ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Tengeneza mazingira ya wewe na Mungu ili maombi yako yawe yanafika mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu leo hii umetambua hana kurehemu isivyo. Hana kurehemu hata Mungu stahili. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu tunamgosea Mungu. Lakini Mungu anasema anatuhurumia sisi kwa makosa yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo amini kwamba kusudi lake Mungu lina nguvu na ni hodari katika maisha yako. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Umuhimu wa shukrani na kuitambua rehema. Umuhimu wa shukrani na kuitambua rehema utufanya tusilalamike bali tuishi kwa furaha. Utufanya tusilalamike bali tuishi kwa furaha. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kusudi la Mungu, kwa sababu unapoona umuhimu wa wewe kuhurumiwa, unapoona umuhimu wa wewe kusamehewa, unaishi kwa furaha. Unaishi kwa kujivunia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kushuhudia kwa wengine yale Mungu aliyokutendea. Kwa sababu unaona umuhimu, lazima umshuhudie Mungu kwa Mungu ananifanyia mambo mengi makuu juu ya maisha yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Unamwambia Mungu, mimi ninajua umenitendea mema, lazima nikushukuru. Kwa sababu umetambua umuhimu wa nini? Wa kushukuru. Haleluya. Anasema kumpa Mungu maisha yako kama sadaka ya shukrani.
Maanake unajitoa mbele za Mungu kama jinsi ulivyojitoa siku ya leo, ya kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, mimi na roho yangu nitamhimidi Bwana, nitafika mahali patakatifu pa ibada kumshukuru kwa rehema zake. Jina la Bwana. Amen. Kumshukuru kwa rehema zake, maana kanihurumia kwa kipindi kirefu cha maumivu yangu. Jina la Bwana. Amen. Tazama unapokwenda, maana Mungu amekubariki. Jina la Bwana. Waweka mazingira ya kutengeneza nafasi ya kupokea zaidi 2026. Waweka mazingira ya kufanikiwa zaidi 2026. Waweka mazingira ya kuinuka zaidi huduma 2026. Jina la Bwana. Maana Mungu amekusudia jambo maishani mwako. Mungu amekusudia kupokea juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana. Jina la Bwana liinuliwe. Kile chombo kilichoandaa kwa ajili ya kupokea baraka zako kikawa ni chombo chenye maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Mungu anakuhurumia. Mungu anakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Ninamaliza nikisema maneno haya. Mwaka 2026 hatutegemei akili zetu wala nguvu zetu, bali rehema za Mungu wetu. Mwaka 2026 hatutegemei akili zetu wala nguvu zetu, bali sehemu za Mungu wetu. Jina la Bwana likiwa. Tukimtegemea kwa kila jambo, kama alivyotuvusha mwaka huu, kama jinsi anakwenda kutuvusha mwaka huu, anatufikisha mbali, tena mbali sana. Jina la Bwana likiwa. Akili yako haitegemewi katika kuvuka mwaka. Ujanja wako hautegemei katika kuvuka mwaka. Jina la Bwana likiwa. Bali tunategemea rehema za Mungu. Jina la Bwana likiwa. Jina la Bwana likiwa. Tutembee kwa shukrani na tuishi chini ya kivuli cha rehema zake. Jina la Bwana likiwa. Tutembee kwa shukrani na tuishi chini ya kivuli cha rehema za Mungu. Ninaomba tuongee maneno haya kwa pamoja. Tutembee kwa shukrani. Tutembee kwa shukrani na tuishi chini ya kivuli cha rehema za Mungu. Amina, na Mungu awabariki. Kwa saa yangu hapa tumebakiwa na dakika 17. Jina la Bwana libarikiwe. Kawaida ya kiroho kusudi letu zinapobakia dakika chache kama hizi ni kwamba ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho naweza nikasema, nataka nizungumze jambo. Kusudi la Mungu kwenye maisha yetu sisi kiroho linatengenezwa na sisi wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maamuzi ya kutoka ndani ya mioyo yetu. Tumeamua nini juu ya Mungu? Tumeamua nini juu ya maisha mbele za nani? Za Mungu. Nataka nikwambie kitu. Kuna kitu kinaitwa kifungo. Kifungo chochote unachokuwa umefungwa wewe, ndio madhabahu ya giza, kinatokana na jinsi wewe ulivyoamua kufunga. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema na wewe kwamba jini linatumika kukufunga, wachawi wanatumika kukufunga, pia maagano yanatumika kukufunga. Lakini yote hayo, imani hii inatokana na jinsi wewe ulivyoamini kufunga. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu
Bwana inuliwe. Nataka nikupe siri kwamba kiashiria ambacho kinaweza kikakuonyesha kwamba wewe umefungwa na maroho. Hata utakapofunga mwaka, ile ukajiona kabisa mimi mbona nimefunga mwaka ila sielewi kwamba nimevuka au bado niko 2025. Unajiona jini likikufunga, kitu cha kwanza linakupa ukawaida wa mazingira. Yaani unaonekana ni mtu yule tu ambaye ulisha, yaani ni yule ulikuwa 2025. Hakuna utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kile ni kifungo ambacho jini linakitumia. Linakufunga kutumia nini? Linakufunga kutumia mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe ishara ya mazingira yako. Hiki kitu utakapofanya uchunguzi utaona mazingira yako yanakuwa ni mazingira yale hayana utofauti. Ni mazingira ya kwanza uchafu tu. Jini linafunga kwa kujitengeneza. Kwa sababu jini makazi yake yeye ya kudumu linapendelea sehemu sana zile chafu. Haya ni mazingira. Mtu anataka kusema majini yanaishi wapi? Majini yanaishi sehemu pachafu. Majini yanaishi kwenye majumba magofu ya zamani yaliyochoka. Haya ni mazingira yao. Mazingira yale ya kuchimba nini? Sehemu ambapo sehemu za takataka nyingi zinapelekwa. Jina la Bwana ndio sehemu ya sasa. Linapomfunga Mkristo, kitu cha kwanza linampa ukawaida wa kuzoea yale mambo ambayo halikuwa nayo nyuma, yeye anajiona kawaida. Yaani hajioni kubadilika kiakili, hajioni kubadilika hali kimazingira, kimavazi, yeye anaona tu kawaida tu. Jina la Bwana kimaisha yake anajiona kawaida tu. Hata wakati juu mazingira yake anapotamani kufanya jambo, sio nyumba yake, anajiona kawaida tu. Kwa sababu gani? Yupo kwenye kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa na mbashiri hii uamke ili kusudi nivuke na mtu mwenye uelewa na kutambua nafasi yake mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Unapotambua nafasi yako mbele za Mungu, hutomsumbua mchungaji, hutomsumbua maneno, hutomsumbua mwinjilisti, bali utatembea kama mtu mwenye nafasi mbele za nani? Za Mungu. Maana nafsi yako ni sawa na mtu ambaye anasema mimi siti yangu ni siti na mpaka sana. Ni pale na keti, sio nafasi yako. Kwa hata tu utumishi wako unapokuwa unatembea hadi ukiwa unajua nafasi yako ni nini. Ni sawa na mtu ambaye darasani alikuwa akishika nafasi yake, yeye nafasi yake naona mimi hapa ni moja. Hakichunga kwa ni moja na anaumia kabla ya anasema siwezi. Mimi nafasi yangu ni moja. Amini hivyo kwamba wewe maisha yako yakapewe badiliko ambalo litapokea nafasi mbele za Mungu na kujipa nafasi zaidi juu ya nyuma. Hili kuja kujificha kwenye mazingira machafu ambayo jini ulitumia kufunga. Jina la Bwana libarikiwe. Kusoma neno kwa kawaida, kuzuia ibada kwa kawaida. Usiwe ni mtu wa ibada, usiwe mtu yule. Kwa kile ulichokizoea kwamba mimi nitakuwa ni yule ambaye nilikuwa sizuii ibada 2025 na 26 na 26 hapana. Kuna Yesu asifiwe. Usichoke kumwomba Mungu hakuhurumie, akufanikishe zaidi ili kusudi la Mungu likatimizwe. Jina la Bwana libarikiwe. Likatimizwe. Kusudi la Mungu likatimizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu ametupa maarifa mengi sana. Usichoke kwa sababu tumesalia na dakika 12 kwa English wanasema ila ni 12 kwa Kiswahili. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Maisha yetu sisi kidogo kimwili tumwamini Mungu. Nasema hivyo pia, naomba sasa tutasimama kwa uvumilivu. Tutasimama, nimesema tusichoke, tutasimama ili kusubiri Mungu.